Asante sana Bishop Nyangala. Vile mlivyosikia, kwa jina anaitwa Sheikh Abdulaziz Nur, mwenyekiti wa baraza la maimamu katika kaunti ya Taita Taveta. Vile vile ni katibu ya Coast Interfaith Council of Clerics CICC. Naanza kwa mkuzi wa Kiislamu inayesema assalamu alaikum. Amani ya Mungu iwe juu yenu. Nitazungumzia nukta tatu. Ya kwanza, kwa vile nilipewa kuombea nchi na nchi ni watu, nitazungumzia tumetoka wapi, na vile vile watu wanagawanyika sambuli ngapi, kisha uwiano na upendo, nikimalizia na nukta ya amani. Katika suratul Hujurat, sura 49, kwa wale ambao wako na mashaf wanaweza wakanakili au kujiandikia, sura 49 aya 13, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi watu, nimewaombeni kutokamana na mtu mmoja, mwanaume mmoja ambaye ni Nabii Adam alayhi salatu wasalam, na vile vile mama moja ambaye ni Hawa. Kisha anasema nimewafanya mataifa mbalimbali, kabila mbalimbali, lengo mujuane huyu ametoka taifa fulani na ukoo fulani. Sikuringiana kwa ajili ya ukabila, kudharauliana kwa ajili ya ukabila, la, bal kwa ajili ya kujuana peke yake. Bora ni nani mbele ya Mwenyezi Mungu? Ni yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametuumba rangi tofauti tofauti. Kuna wale walipewa rangi nyeusi, kuna wale walipewa rangi nyeupe. Ni pende wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna rangi ya tatu, binadamu ni msumbufu, hapendi kuridhika, vile Bishop alivyosema, na mpango ya Mwenyezi Mungu. Utakuta kuna wale wanajaribu kupinga hiyo rangi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia, anajaribu kubadilisha, sasa inakuwa rangi ya tatu ambaye ni mchanganyiko. Lakini hilo halipo katika maandiko ya Mungu. Kwa hivyo turidhike na makadirio ya Mungu, turidhike na mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Wanadamu wanagawanyika sambuli tatu. Kuna watu wana mipango, kuna wanadamu wana mipango, kuna wanadamu hawana mipango. Kuna wanadamu wako na mipango, kuna wanadamu wako na nusu mipango, na kuna binadamu ambao hawana mipango kabisa. Binadamu ambaye ana mipango ni yule ambaye ana ushauri, ana mipango, na vile vile anapokea ushauri ya wenzake. Ndio maana rais akitauliwa anawataua washauri. Ina maana hana mipango, anayo, lakini ana washauri mbalimbali ambao watamshauri. Yule ambaye ana nusu mipango ni yule ambaye hana, lakini anapopewa ushauri hutekeleza. Watatu ni yule ambaye hana chochote, ni wenda wazimu na wale ambao ni akili bungwani. Kwa hivyo tunagawanyika sambuli tatu. Tuombe Mwenyezi Mungu atuweke katika ile ya kwanza. Tuseme amen.
niende katika nukta ya upendo na uwiano. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hata amini mmoja wenu mpaka alipendelee unduguye lile analolipendelea nafsi yake. Ukijipendelea uongozi, pendelea mwenzio. Ukipendelea nafsi yako ufanisi, pendelea mwenzako ufanisi. Kwa hivyo ni vyema chini ya vile Bishop alivyozungumza, kila kitu inaenda na mipango ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna mwenzako amechaguliwa, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Penda, unga mkono, usihusudu. Penda, unga mkono. Kwa hivyo kama ingekuwa ni wewe, ungejipendelea hiyo uongozi, ungejipendelea hiyo nafasi. Kwa vile kila kitu inaenda na mipango ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amemjalia mwenzio uongozi, unga mkono na upende. Natakana wanadamu wapate nafasi 3 kutoka kwako. Nafasi ngapi? 3. Ikiwa hutanufaisha, usimdhuru. Sawa? Ikiwa hutaki kusaidia, hutaki kunufaisha, basi usidhuru. Na ikiwa hutafurahisha, usimhuzunishe. Kuna watu hupenda kukudhuru tu, hupenda kukuhuzunisha tu. Ni mahasidi kawaida. Wapo wanataka kukuudhi, wanataka kukuhuzunisha. Hawapendi kile Mwenyezi Mungu amekupangia. Na mtu nafasi ya 3, ikiwa hutamsifu, usimtukane. Tuko moja. Ikiwa hutamsifu, usitukane. Unajua binadamu mzuri ni yule aliyekufa. Tuko moja. Binadamu mzuri ni nani? Aliyekufa. Hata kama alikuwa ni mjambazi, tasikia wanasema alikuwa mtu mema sana, roho yake iende mbinguni, alikuwa mtu wa watu sana. Hata yule hasidi wako, adui wako, atasema hata wengine, mimi kwanza ameniwasia na ameniachia familia, mimi ni rafiki yangu sana. Kwa vile ameku. Lakini leo angekuwa hai, yeye angesema ni urongo, huyu ni adui wangu. Lakini kwa vile amelala, hawezi kusema. Mtu anasimama pale anajidai, mimi ni rafiki, marehemu alikuwa rafiki yangu sana, rafiki yangu sana. Mimi sasa nitaangalia familia yake. Mimi ndo sasa nitaangalia familia yake. Kwa hivyo ikiwa hutamsifu, usimdhuru. Wachana naye. Kwa vile kuna watu juu ya kosa lao wao ni lawyers, lakini juu ya kosa la wenzao wao ni mahakimu. Anakuhukumu, ni kosa lake, ni makosa, amefanya makosa. Ukiuliza yako anasema, unajua mimi katiba inaniruhusu kufanya hivi, mimi katiba inaniruhusu kufanya hivi. Hakubali kosa lake, lakini kosa la wenzake anaji asubuhi na mchana. Kwa hivyo hawa nafasi hii 3 natakana tuwe wapi? Ikiwa hutamnufaisha mwenzio, usimdhuru. Ikiwa hutafurahisha, usimkasirishe. Ikiwa hutasifu, usimtukane. Basi mtajipanga, mtakuwa mko wapi? Nyinyi mtaangalia. Nafasi ya mwisho, nukta ya mwisho, kwa vile tumepewa dakika 15, ni mambo ya amani. Kwa wale ambao wako na Masaf, sura ya 2 aya 126. Wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alipoacha familia yake kule Maka, Hajar na mtoto wake Ismail alayhi salatu wasalam, aliwacha pale jangwani. Hakukuwa na watu, hakukuwa na chochote. Keo Bi Hajar alifuata, kauliza,
je, unatuacha hapa? Unatuacha kwa katika mkono wa nani? Amenyamaza. Uliza mara ya pili, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu akauliza, je, Mwenyezi Mungu ndiye amekuamrisha? Akajibu ndio. Basi akasema kama Mwenyezi Mungu amekuamrisha, Mwenyezi Mungu hatatuacha hivi hivi. Akabaki. Kisha akaomba. Nabii Ibrahim ndo anaomba kwa vile anajua familia yake amewacha jangwani, kuna watu, hakuna chakula. Akasema, ya Rab, ewe Mwenyezi Mungu, ij'al hadha baladan aminan, jalie huu mji uwe na amani. Kumbuka hakuna chakula aliachia, hakuna chakula amewaachia, lakini ameanza maombi akiombea nini? Amani. Ametanguliza riziki kabla ya amani, kabla ya riziki. Kabla hajaomba chakula ambaye hajawachia, aliombea nani? Aliombea nini? Kwa hivyo inamaanisha umuhimu wa amani. Nchi ikiwa haina amani, hakuna maendeleo, hakuna kitu inaweza kuendelea, ibada haitafanyika. Hatuwezi kufanya ibada, hatuwezi kufanya biashara, hatuwezi kufanya kazi ikiwa hakuna amani. Kwa hivyo tuangalie amani, umuhimu wa amani. Amani tulionayo tusikubali kwa njia yoyote kuweza kutatizwa, kwa sababu katika wale niliowataja, mmoja ambaye kwamba hana mipango, sasa anaongoja mipango ya wenzake. Itakuwa ni bahati mbaya akipewa na mtu mwovu ile mipango. Twendeni tukaue, haya anaenda. Twende tukachome, anaenda anakubali. Kwa sababu ni chombo ambacho kwamba anaongoja itawekwa nini, kwa vile hana mipango yote. Kwa hivyo naomba tudumishe amani, tupendane, tushikamane ili tuweze kufanya kazi pamoja. Mwenyezi Mungu ndio amepanga tuishi katika nchi inaitwa Kenya. Tuko na nchi nyingine? Tuko na nchi nyingine? Amani ikifurugika hapa, tutaenda wapi? Tuko na historia majirani ambayo kwamba wanapigana, Somalia, Sudan, ambayo amani imefurugika, usiku na mchana tunaona macho yetu. Kwa hivyo vile maandiko, vile Mwenyezi Mungu ametuamrisha, iko katika Biblia, iko katika Qur'an, tudumishe amani, tupendane, tuwe kitu kimoja. Ile nukta iliyozungumza Bishop Nyangala ya masala ya kwamba kila kitu inaenda na mpangilio, sisi katika Uislamu kuna nguzo 6 ya imani. Ya kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake na siku ya mwisho. Ya 6 ni kuamini mipango ya Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kwamba inafanyika kwa mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wote waliochaguliwa, waliopata uongozi, mipango ya nani? Kwa hivyo ukiwa unapinga mipango ya nani? Basi wacha nikome hapo kwa ajili ya wakati. Nitaomba maombi mafupi ya amani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunakuomba ujalie nchi yetu iwe na amani na usalama, tuwe na uwiano, tushikamane, tupendane. Ya Allah, wale wote ambao wanafuruga amani, wale wote wanaleta ufurugu katika nchi yetu, ya Allah tunakabidhi mkononi mwako, utuepushe na shari zao, tushikamane, tujenge nchi yetu. Hatuna nchi nyingine ya Allah, umetujalia kuwa katika nchi ya Kenya. Sisi hatuna nchi nyingine, tulinde, tupe ufanisi, tupe maendeleo, utuepushe na shari zote. Tunaomba haya kwa jina lako ya Mola, Allahumma amin. Asante. Tutaingia tu kipindi cha tuna vitu vitatu nataka